Introduction to Business Studies. When you wake up in the morning, you normally begin your day by using different products. For your personal hygiene routine, you might use toothpaste, a toothbrush, bathing soap, and a towel. All these products are produced by businesses. In this chapter, you will learn about the concept and scope of business studies and its relationship with other disciplines. The competencies developed will enable you to appreciate the importance of business in daily life. Unapoamka asubuhi, kwa kawaida unaanza siku yako kwa kutumia bidhaa mbalimbali. Kwa ajili ya usafi wa mwili wako, unaweza kutumia dawa ya meno, mswaki, sabuni ya kuogea na taulo. Bidhaa hizi zote huzalishwa na biashara. Katika sura hii utajifunza dhana na upeo wa somo la biashara au business studies pamoja na uhusiano wake na taaluma nyingine. Ujuzi utakaojengwa utakusaidia kutambua umuhimu wa biashara katika maisha ya kila siku. The concept of a business. Dhana ya biashara. A business is an economic activity engaged in producing or buying and selling goods and services with the aim of earning profit through satisfying customers' needs. It provides people with various things they need for survival or desire to own or use. Biashara ni shughuli ya kiuchumi inayohusisha uzalishaji au kununua na kuuza bidhaa na huduma kwa lengo la kupata faida kwa kukidhi mahitaji ya wateja. Biashara huwapatia watu vitu mbalimbali wanavyohitaji kwa ajili ya kuishi au wanavyotamani kumiliki au kutumia. Types of businesses in society. Aina za biashara katika jamii. Katika jamii kuna biashara mbalimbali ndogo. In society, there are different businesses, both large and small, that take place in various places. Small businesses include small retail shops, selling fresh fruits or items on the street, and carpentry. Moreover, there are also businesses that provide services to their customers such as photography, makeup artistry, video content creation, transcribing, and translating languages. On the other hand, large-scale businesses include supermarkets, chain stores, automotive companies, mobile phone companies, textile industries, shipbuilding industries, and sugar industries. At the Form 1 level, the focus is mainly on small-scale businesses. Business processes. Mchakato wa biashara. A business process is a sequence of events that occurs within the business environment. Business activities involve the processes that an organization engages in to achieve its goals. These processes include production, distribution, exchange, and consumption. Mchakato wa biashara ni mlolongo wa matukio yanayotokea ndani ya mazingira ya biashara. Shughuli za biashara huhusisha taratibu au hatua ambazo taasisi au shirika hufanya ili kufikia malengo yake. Taratibu hizi ni uzalishaji, usambazaji, ubadilishanaji na matumizi. Production, uzalishaji. Production is the process of transforming raw materials into finished products in order to satisfy human needs and wants. Uzalishaji ni mchakato wa kubadilisha malighafi kuwa bidhaa zilizokamilika ili kukidhi mahitaji na matakwa ya binadamu. Example. Mfano. A tailor transforms fabric into clothes such as trousers, shirts, dresses or curtains. Fundi cherehani hubadilisha kitambaa kuwa nguo kama vile suruali, shati, gauni au pazia. Distribution, usambazaji.
Distribution is the process of moving goods and services from where they are produced to where they are needed for consumption. Usambazaji ni mchakato wa kuhamisha bidhaa na huduma kutoka mahali zinapozalishwa kwenda mahali zinapohitajika kwa ajili ya matumizi. Example. Mfano. The transportation of manufactured sugar from Mtibwa Sugar Company in Morogoro region to wholesalers, retailers, or consumers located in different regions of Tanzania or even other countries. Kwa mfano, usafirishaji wa sukari iliyozalishwa kutoka Mtibwa Sugar Company iliyoko mkoa wa Morogoro kwenda kwa wauzaji wa jumla, wauzaji wa rejareja au watumiaji walioko katika mikoa mbalimbali ya Tanzania au hata nchi nyingine. Exchange, ubadilishanaji. Exchange involves the buying and selling of goods and services between two or more parties. Ubadilishanaji unahusisha kununua na kuuza bidhaa au huduma kati ya watu wawili au zaidi. It involves the use of different means of payment, including money. Exchange enables consumers to consume items they do not produce and producers to produce goods they do not consume. Mchakato huu hutumia njia mbalimbali za malipo ikiwemo fedha. Ubadilishanaji huwasaidia walaji kutumia vitu ambavyo hawazalishi na wazalishaji kuzalisha vitu ambavyo hawatumii wao wenyewe. Consumption, matumizi. Consumption is the act of using goods and services in order to satisfy human needs and wants. Matumizi ni kitendo cha kutumia bidhaa au huduma ili kukidhi mahitaji na matakwa ya binadamu. In everyday life, individuals consume different kinds of goods and services to satisfy their needs and wants. How business processes work together. Jinsi michakato ya biashara inavyofanya kazi pamoja. Michakato hii ya biashara, uzalishaji, usambazaji, ubadilishanaji na matumizi huhakikisha kuwa bidhaa zinawafikia watumiaji wa mwisho. Purpose of a business. Malengo ya biashara. The main goal of any business is to generate profit. However, businesses also have other important purposes. Malengo kuu la biashara yoyote ni kupata faida. Hata hivyo, biashara pia zina malengo mengine muhimu. Malengo mengine ya biashara. Kutoa bidhaa na huduma kwa watu ili kukidhi mahitaji na matakwa yao. Kufanya bidhaa na huduma ambazo hazizalishwi katika eneo fulani zipatikane kwa watu wa eneo hilo. Kuunda nafasi za ajira kwa watu na kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira. Kuhamasisha ubunifu unaoboresha utoaji wa bidhaa na huduma. Malengo haya yote hutekelezwa kwa kuunganisha michakato mbalimbali ya biashara ili kuzalisha bidhaa na huduma zinazokidhi mahitaji ya watu. Terminologies used in business studies. Istilahi zinazotumika katika somo la biashara. Business studies involves understanding major business processes such as production, distribution, exchange, and consumption. Other important terms for understanding business studies include needs and wants, services, goods, resources, scarcity. Biashara linahusisha kuelewa michakato mikuu ya biashara kama vile uzalishaji, usambazaji, ubadilishanaji na matumizi. Istilahi nyingine muhimu katika kuelewa somo la biashara ni mahitaji na matakwa, huduma, bidhaa, rasilimali, uhaba na gharama mbadala, opportunity cost. Mahitaji na matakwa. Mahitaji ni vitu vya msingi vinavyohitajika kwa maisha ya binadamu, kama vile chakula, mavazi na makazi. Matakwa ni bidhaa au huduma ambazo si muhimu kwa kuishi, lakini watu wanatamani kuwa nazo
au kuzitumia. Mifano ya matakwa: pikipiki, televisheni na vito vya mapambo. Goods are valuable items that satisfy human needs or wants. Bidhaa ni vitu vyenye thamani vinavyokidhi mahitaji au matakwa ya binadamu. Goods are physical products that can be seen and touched, such as sweets, cars, furniture, clothes, and houses. Bidhaa ni vitu vya kimwili vinavyoweza kuonekana na kushikika kama vile pipi, magari, samani, nguo na nyumba. Goods can be grouped into different categories. Bidhaa zinaweza kugawanywa katika makundi mbalimbali. Categories of goods. Makundi ya bidhaa. 1. Free goods and economic goods. Bidhaa huru na bidhaa za kiuchumi. Free goods, bidhaa huru. Free goods are goods available for consumption at no cost. Bidhaa huru ni bidhaa zinazopatikana kwa matumizi bila gharama yoyote. Examples: air, hewa; sunlight, mwanga wa jua. Economic goods, bidhaa za kiuchumi. Economic goods are goods that must be bought before consumption. Bidhaa za kiuchumi ni bidhaa ambazo lazima zinunuliwe kabla ya kutumika. Examples: pen, kalamu; pencil, penseli; computer, computer; cloth, nguo. 2. Consumer goods and producer goods. Bidhaa za watumiaji na bidhaa za uzalishaji. Consumer goods, bidhaa za watumiaji. Consumer goods are goods produced for direct consumption by consumers. Bidhaa za watumiaji ni bidhaa zinazozalishwa kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja ya walaji. Examples: vegetables, televisions, cars, buildings and furniture. Mboga, television, magari, majengo na samani. These goods are not used to produce other goods. Bidhaa hizi hazitumiki kuzalisha bidhaa nyingine. Producer goods, bidhaa za uzalishaji. Producer goods are goods used to produce other goods. Bidhaa za uzalishaji ni bidhaa zinazotumika kutengeneza bidhaa nyingine. Examples: machinery, seeds and raw materials. Mashine, mbegu na malighafi. 3. Perishable and durable goods. Bidhaa zinazoharibika haraka na bidhaa zinazodumu. Perishable goods, bidhaa zinazoharibika haraka. Perishable goods are goods with a short shelf life. Bidhaa zinazoharibika haraka ni bidhaa ambazo hudumu kwa muda mfupi. Examples: fruits, bread, vegetables, meat and milk. Matunda, mkate, mboga, nyama na maziwa. Durable goods, bidhaa zinazodumu. Durable goods are goods that last for a long time. Bidhaa zinazodumu ni bidhaa zinazoweza kutumika kwa muda mrefu. Examples: buildings, machines, vehicles and equipment. Majengo, mashine, magari na vifaa. 4. Merit goods and demerit goods. Bidhaa zenye faida kwa jamii na bidhaa zenye madhara. Merit goods, bidhaa zenye faida kwa jamii. Merit goods are goods that provide high social benefits to consumers. Bidhaa zenye faida kwa jamii ni bidhaa au huduma zinazotoa manufaa makubwa kwa jamii. Examples: education, health services, sports facilities and fire protection. Elimu, huduma za afya, viwanja vya michezo na huduma za zimamoto. Demerit goods, bidhaa zenye madhara.